mtu, hajaweka jinsia kwamba ni wa kike ni wa kiume, hajaweka cheo cha mtu, hajaweka huyu ni mtu tajiri maskini, lakini neno linasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio maana lai wokovu umefika Tura, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Anaposema na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, leo Yesu amerudi ili arejeshe ule utukufu uliopungua. Urudi tena Tura, urudi kwa mwanamke mmoja, urudi kwa mwanaume mmoja, urudi kwa mtoto mmoja, urudi kwa kijana mmoja, maana wote walifanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana sifa. Mwingine anisomea hicho kitabu cha Warumi 4 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, Warumi 4:7, heri waliosamehewa makosa yao, nao waliositiriwa dhambi zao. Ninaomba urudie tena, alafu watu tuwasikilize. Tumsikilize. Bwana Yesu asifiwe. Rudia tena mtumishi. Heri waliosamehewa dhambi. Anasema heri waliosamehewa dhambi, waliosamehewa makosa yao, na waliositiriwa dhambi zao. Na waliositiriwa. Ameanza na neno heri. Anasema heri. Asemi afadhali. Asemi yupo aliyesamehewa. Anasema heri aliyesamehewa makosa yake na kusitiriwa. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui tunaelewa. Anasema heri. Anasema heri. Asemi umekosa, lakini anasema heri aliyesamehewa makosa yake. Heri aliyesamehewa makosa yake na aliyesitiriwa. Nani anayesitiri watu? Ni Yesu Kristo. Unaweza ukafanya kosa leo, rafiki zako wakakutangaza, hata mume wako akakukataa, lakini yupo anayesitiri watu dhambi zao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo leo tumemleta Yesu anayejua kusitiri makosa ya wanadamu. Leo tumemleta Yesu anayejua kusitiri uzao wako mama. Tumemleta Yesu anayejua kusitiri ile ndoa yako. Anasema heri waliosamehewa makosa yao. Bwana apewe sifa. Nisomee kitabu hicho cha, nisomee kwanza Mathayo. Bwana Yesu apewe sifa. Leo hii Yesu yupo Tura, yupo mahali hapa, yupo kwa ajili ya mtu mmoja tu ambaye atajinyenyekeza mbele za Mungu, ambaye wokovu haujaja kwa ajili ya kila mtu, haujaja kwa ajili ya kila mtu, lakini kwa ajili ya mtu mmoja tu ambaye anatamani dhambi zake zisitirike mbele ya Kristo, ambaye ana kiu ndani ya kumpokea huyu Mungu, ambaye ana shauku ndani ya kumpokea huyu Bwana wa majeshi. Ndio maana akasema nyumbani. Hajasema kwa mtu mwingine, amesema nyumbani. Na nyumba yako ni moyo wako, ni moyo wa mtu mmoja. Aongelee kwa habari ya jengo, aongelee kwa habari ya kata, aongelee kwa habari ya kijiji, aongelee kwa habari ya moyo wa mtu. Bwana anatazama moyo, atazami mavazi, atazami mwonekano, atazami cheo, anatazama nyumba ambayo ni moyo wa mtu. Bwana apewe sifa. Niseme Yohana 3:19. Yohana 3:19. Neno la Mungu linasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru. Naomba urudie tena alafu tusikilize. Neno la Mungu linasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Aongelea ulimwengu wa dunia, anaongelea Tura. Anasema hii ndio hukumu kwa
nuru imekuja Thyatira, watu wakapenda giza kuliko kupenda nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hukumu si kwa dhambi, hukumu si kwa mzinzi, hukumu si kwa mwongo, lakini hukumu ipo pale ambapo nuru imekuja mpaka nyumbani mwako ukapenda giza kuliko kupenda nuru. Bwana Yesu asifiwe. Ninaporudia mara ya mwisho, neno la Mungu linasema tena, na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru. Watu wakapenda nini? Wakapenda nini? Wakapenda nini? Wakapenda nini? Nuru imekuja, lakini bado watu wameng'ang'ania kukaa kwenye giza. Ndio maana yupo mtu ambaye amesikia kwa habari ya mkutano, lakini yupo lazi alale kuliko aje kumsikiliza Mungu anasema nini. Ndio maana maandiko yanasema aliyekubali kuja mahali hapa, maana umesamehewa makosa yako, maana msamaha wa pesa uko kwa ajili ya kila mtu, maana msamaha wa pesa ulikwisha kulipia msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nieleze kidogo. Anaposema nuru ikaja, aongelee nuru ya kibatari, aongelee nuru ya hizi taa za umeme tunazotumia, aongelee nuru ya moto, anaongelea nuru ambaye ni Yesu Kristo na neno lake. Alikuja ulimwenguni, watu wakakataa hiyo nuru, wakang'ang'ania giza ambayo ni mambo maovu ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kanisaidia kuvuta picha. Yesu amekuja ulimwengu, anasema wale wake wakamkataa. Unaona sisi ambavyo watu wakapenda giza, sio kumkataa tu, wakamsulubisha. Bwana Yesu asifiwe. Gharama ya dhambi ya kila mtu ililipwa Kalvari. Haukuwepo, usawa wako haukuwepo, mume wako haukuwepo, watoto wako haukuwepo, lakini gharama ya dhambi zao zote Yesu alilipa Kalvari, lakini bado anakulipia gharama. Watu wamependa giza. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukanisaidia tena kuvuta picha. Yesu alipokuwa anapigwa mijeledi, alikuwa anakosa gani? Alikuwa anatia gani? Akapigwa mijeledi, akavalishwa taji ya miiba, akatemewa mate, ili wala usizarauke na jirani yako, ili wala watu wasikusemeseme, ili wala usiwe na uchumi mbaya. Lakini umesikiliza kwa nini? Bado hapo kwenye level ya maisha ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Haijatosha, wakampika msalaba. Kwanza alikuwepo mfungwa mwingine na Yesu, wakamwambia chagueni, tuwafungulie mwana wa Adamu au tufungulie mtu gani? Wale watu walivyopenda giza, wakachagua kufunguliwa mwasi, wakamwacha Kristo ambaye amekuja kwa ajili ya maisha yao. Kwa hiyo nuru ilikuja, watu wakakataa. Kwa hiyo kuishi kwenye dhambi ni kuchagua kwako, ni kuamua kwako. Kukaa kwenye giza ni kutaka kwa mtu. Tulimchagua mwasi aje kwenye maisha yetu, tukamsulubisha aliyebeba ukombozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haikutosha, akapigwa msalaba, akapigiwa misumari Golgotha, akahukumiwa, akasulubiwa msalabani. Lakini haikutosha, wakamwandikia na hati ya mashitaka ya kwamba huyu ndio mfalme wa Wayahudi. Wakamsiaki kama ni mwana wa Mungu, shuka hapo msalabani. Lakini akasema, ili nitimize kuokoa kusudi la mtu wa Bura, nitavumilia mateso, nitavumilia siaka, nitavumilia kemeo, nitavumilia maumivu ya misumari, nitavumilia. Akavumilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akavumilia matusi, akavumilia maneno machafu, akavumilia kila kitu. Haikutosha, wakamchoma kwa mkuki ubavuni. Anasema damu na maji vikatoka ubavuni mwake. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini katika maumivu
uwasamehe, uwasamehe watu wa Mungu, uwasamehe maana hawajui walitendalo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo leo mtu akikukosea, kwanza hajageuka hata ushaanza kukata laana. Unapofika pale ugongwe na gari, lakini yeye katika yote hakutamka kibaya kwa ajili ya mwanadamu, hakutamka hukumu kwa ajili ya mwanadamu, hakutamka uharibifu kwa ajili ya wanadamu. Tena pale walikuwepo wanawake wanalia, akawaambia msinililie mimi, zililieni ninyi na watoto wenu, zililieni ninyi na watoto wenu. Hakutamka hukumu kwa ajili ya mtu yeyote yule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini tusiende kwa huyu Yesu? Kwa nini tusimrudie huyu Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tu ukajiuliza, mama Watura, kuna mtu ameng'ang'ania kwenye umbea asubuhi tu na mapema kuliko aende kanisani, bora akapige umbea, asioshe vyombo, asifue, asiende shamba, akafanya umbea. Bwana Yesu asifiwe. Hilo alikuwa kusudi la Kristo. Leo unakuta ndoa inapitia kwenye changamoto, lakini ukiangalia ni sababu wa hicho kitu. Hebu uombe, ungetenga ukaenda kanisani, ukafanya maombi, ukaombea watoto wako, ukamwombea mume wako, ungepata hizo changamoto saa ngapi? Saa ngapi ungegombana na mwenzako? Saa ngapi ungegombana na watoto wako? Lakini tumeng'ang'ania giza, tumeng'ang'ania umbea, tumeng'ang'ania vitu vya ajabu, tumeng'ang'ania ulevi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hukumu anayosema ya kwamba watu wakapenda giza kuliko nuru. Bwana pasifa. Unakuta baba asubuhi na mapema kaamka, mama fulani nipe chai. Bwana Yesu asifiwe. Amekunywa chai, ametoka ana spidi. Tafikiria anaweka kazini, kumbe anaweka kwenye klabu ya pombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema hukumu ni watu wakapenda giza. Kuishi maisha ulevi ni giza, ni kukaa kwenye giza. Bwana Yesu asifiwe. Unapoke tafuta hata kibarua cha 2000 wapate wanakula. Unakuta mwingine ametelekeza mpaka familia, ni mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu kijana wa kiume kambebesha mtoto wa watu mimba, anaambia mimba ni yako, anakataa. Alafu leo anataka aje kanisani amuite Mungu Baba, akakataa kuitwa baba, anamuita baba namna gani? Wakati umependa giza ukakataa nuru, umependa giza ukakataa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Giza tunaloongelea ni matendo maovu watu waliong'ang'ania. Leo tunaona ushoga, mtu yupo rasi alipe hela abadilisha jinsia, mtu yupo rasi alipe hela afanya harusi ya kifahari, anamuoa mwanaume mwenzake, anamuoa mwanamke mwenzake. Kwa hii ni moja ya hukumu ambao Kristo anasema ili kwamba kwa sababu mmekataa nuru mtaishi kwenye giza. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa usizanishie ukimkataa Mungu utaishi maisha ya amani. Hapana. Ni bora mtu ambaye hana pesa lakini yupo kwenye nuru ya Kristo. Ni bora mtu ambaye hana mali lakini yupo kwenye amani ya Kristo. Ni bora ukakosa vyote alafu ukampata huyu Yesu. Ni bora ukakataliwa na wote alafu Yesu akakukubali. Anasema niogopeni mimi ambaye ninaangamiza nafsi na mwili kuliko adui ambaye anaangamiza mwili wako tu, hawezi kuangamiza nafsi yako. Lakini watu tumemkimbilia yule anayeangamiza mwili, tumemwacha ambaye siku ya mwisho anasema kuna jehanamu ya moto na kiberiti, tumekimbilia huko. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo anasema watu wangu wakapenda giza kuliko nuru. Bwana apewe sifa. Unaweza ukajiuliza unapita kwenye giza la namna gani? Unakuta ni kwa habari ya uchumi. Mtu unalima afu kuna mshauri mwenzako, wewe umepanda mbegu, usiku anaenda anahamishia shambani kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiokoka umpokea Yesu, unagoma, unabaki nyuma. Hata ubaki kwenye hilo giza, alafu wenye akili wakufundishe. Bwana Yesu apewe sifa. Baki hapo hapo, alafu watoto waliolelewa vizuri kwenye malezi
kazi yao ya kichawi watakufundisha adabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwani bora upokee Yesu awe mlinzi wa maisha yako, awe mlinzi wa uchumi wako, awe mlinzi wa ndoa yako, awe mlinzi wa uzao wako, awe mlinzi wa watoto wako, awe mlinzi wa kila kitu unachomiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine akimwona mwenzake anaenda kanisani, anasema anapoteza muda. Mwenzako apotezi muda. Siku ya mwisho atakupungia. Anaenda mbinguni, umebaki unashangaa. Bwana Yesu apewe sifa. Hapotezi muda. Ni maana utafute huyu Yesu. Maana vitu vya dunia anasema ni ubatili mtupu. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee kitabu cha Luka 7. Luka 7 mstari wa 47. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura ya 7 mstari wa 47. Kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Amependa nani? Bwana Yesu asifiwe. Swali la kwanza la kujiuliza, endelea. Lakini amesamehewa kidogo, huyo hupenda kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hichi kitabu cha Luka ukisoma kuanzia mstari wa 36 itamwonyesha mwanamke mmoja ambaye alienda, ni mwenye dhambi, akaenda miguuni pa Yesu. Yesu alialikwa kwenye kula chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye nyumba ya Mfarisayo mmoja. Yule mwanamke alikuwa ni mwenye dhambi, alikuwa ni kahaba, alijua udhaifu wa kwake, lakini hakuona shida kukaa miguuni mwa Yesu. Akaenda na mafuta ambayo Biblia inaandika marhamu, akampaka Yesu miguuni, akalia na machozi, akamimina machozi yake miguuni mwa Yesu, akamfuta kwa nywele zake. Alafu Yesu akasema, akamwambia, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa ile nyumba na yule Farisayo akasema, huyu si mwana wa Mungu. Mbona kama ana roho unabii ndani mwake asigundue mwanamke ni wa mtu wa namna gani, kwamba ni mtu mwenye dhambi? Yesu alivyoona wananung'unika ndani mwao, akamwambia Petro, nataka nikuulize swali moja. Nitatolea mfano kwenye maisha ya kawaida. Akamwambia kuna mtu labda anadaiwa 500,000, alafu mwingine anadaiwa 50,000, alafu anawadai akawaambia wamlipe hela zake, alafu akamwambia hatuna, wakakosa cha kumlipa. Yule aliyekuwa anawadai akawasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia kati ya hao wawili ni nani atampenda bwana wake sana? Nani atampenda? Nani atampenda? Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, Bwana, ninahisi aliyesamehewa nyingi atampenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Akawageukia akamwambia, huyu mwanamke amejua kwamba ana dhambi nyingi, na hivyo amenipenda sana kwa sababu amesamehewa dhambi zake nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikuambia tu ya kwamba usione umekaa hapo mbele, dhambi zako ni nyingi sana. Labda umefanya dhambi, umekuwa mchawi miaka 10, miaka 30, hiyo dhambi ni ndogo sana kwa Yesu. Labda umezini tangu utoto wako, hiyo dhambi ni ndogo kwa Yesu. Umekuwa mlevi maisha yako yote, hiyo dhambi inasameka mbele za Yesu. Kwa hiyo yule aliyesamehewa vingi atampenda Mungu sana. Na ndio maana utakuta mtu alikuwa mlevi, akija kumjua Mungu anasimama wala atetereke. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna dhambi ambayo ni kubwa mbele za Mungu, kwa sababu kwenye ya dhambi na upendo wa Kristo unakaa. Kwenye ulevi upendo wa Kristo unakaa. Kwenye hiyo shida upendo wa Kristo unakaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa usione kwamba dhambi ulionayo nikienda mchungaji hata nionaje. Mchungaji mwenye anaishi hapa duniani hana mbingu ya kukuweka. Yule mwanamke akumtazama yule Farisayo, alitazama kusamehewa kwa makosa yake, akalia na machozi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo kuna watu ambao akimwona
ndani yake anamsema, anagairisha mpaka kumtafuta Mungu. Akienda kanisani akakwazwa, anagairisha hadi kuimba kwaya. Akienda mahali watu wakamsema vibaya, anagairisha hadi maisha ya kwake. Anasikiliza maneno ya watu mpaka kwenye ndoa ya kwake. Umeachika kwa sababu ya maneno ya watu, umeachika kwa sababu ya kusikiliza midomo ya watu. Lakini usingesikiliza ungeokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa nini? Yesu anasamehe kila dhambi, anasamehe kila kitu, na sio anasamehe mpaka tumekuja hapa msalabani. Yesu alikwisha kutusamehe. Ni wako kupokea msamaha wa Kristo, ni wako kuruhusu Yesu aingie, ni wako kufungua moyo ili Yesu aingie ndani. Majeshi, 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 majeshi. Nipeleleze nani habari za mbinguni, nipeleleze nani habari za mbinguni. Yesu ndiye wa kumpeleleza, Yesu ndiye wa kumpeleleza. Nipeleleze nani habari za mbinguni, Yesu ndiye wa kumpeleleza, Yesu ndiye wa kumpeleleza. Majeshi, 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 yakipiga, yakipiga, yakiua, yakiua. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kuna ushuru ukiamua kukaa ndani ya Kristo. Tena mwanamke niliaminiwa na Biblia anasema, wako wapi wanawake wanajua kulia na kuomboleza? Umeng'ang'ania uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake mliokubaliwa, Biblia inaamini kwa kuomboleza, kwa kulia kwa habari ya familia zenu. Umeng'ang'ania umbea. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume ambao unatajwa kuwa vichwa, unatajwa kuwa viongozi, mmeng'ang'ania ulevi, mmeng'ang'ania bangi vijana, mmeng'ang'ania uzinzi wa dada, mmekataa shule ya watoto wadogo. Wakati Mungu anasema shika elimu, maana ni uzima wako. Hiyo elimu umekataa. Unaenda kwenye dunia na mnadhani, unaenda kwenye nchi na mnadhani, unamtafuta Mungu yupi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukubali ya kwamba yupo Mungu anayebadilisha historia. Usiangalie historia yako ya kiuchumi ukamlinganisha na Mungu. Usiangalie ndio unapita kwenye mateso ukailinganisha na nafasi ya Mungu. Usiangalie watoto wako walaki ukalinganisha na nafasi ya Mungu. Usiangalie kazi ya Ura ukamlinganisha na Mungu. Usiamruhusu Mungu aingie kwako. Nawe kama umefika nyumbani mwako, Bwana Yesu apesi. Ni lazima ukubali ya kwamba Mungu yupo na anatutegemeza. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie mtumishi kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye, wala hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu lipasalo sisi kuokolewa kwao. Hapana nini? Hapana jina lingine. Kwa hiyo hautaokoka mpaka umerudi kwa Yesu. Maisha yako hayatakuwa salama mpaka umemrudia Yesu. Hautapona kwenye magonjwa mpaka umerudi kwa Yesu. Hautatoka kwenye vifungo mpaka umerudi kwa Yesu. Familia yako haitakuwa salama mpaka umerudi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote, kwa mwingine awaye yote.
isipokuwa kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanajiona hapo salama kwa sababu ana kagari kamoja. Kuna mwingine anajiona yuko salama kwa sababu mtoto amesoma, ameishia form 4, amepata kipikipiki, anasema nitakula, nitakunywa, mauti yapo mlangoni. Maana anasema dhambi usaa mauti, na mauti ipo mlangoni mwenu, kwa kukimbilia ugeuke ni kwa Yesu. Hata hicho ulicho nacho si kitu mbele za Mungu. Bwana anasema kimbilia nafsi vijazavyo ni mali ya Kristo. Akiamua ako kapumzi unakoingia, ule uzuri ambao unaona ni mzuri. Kasome kwenye Biblia Ayubu 42 mstari wa 15. Anasema kukuwepo na mabinti wazuri kama watoto wa Ayubu. Wewe sasa kwako unachorigia ni nini? Hicho ambacho kinakupa kiburi. Usimtafute Mungu ni kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Na wokovu unaweza kupata popote. Si yule anayekukataza usiokoke, hana pa kukupeleka, hana mbingu ya kukuweka, hana chochote cha kukupa. Siku ya mwisho anasema atatenga kondoo na mbuzi. Kwa hiyo angalia unataka ukakaa upande gani. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo wokovu ni bure. Leo wokovu umefika nyumbani mwako, umefika kwenye moyo wako, umefika kwa watoto wako, umefika nyumbani mwako. Fungua mlango ingie. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanasema kukaa ndani ya Kristo ni ujinga. Sio ujinga. Wewe ndio hujajua kukaa na huyo Mungu vizuri. Haujajua kumruhusu akae kwako. Haujajua kumruhusu akutengeneze. Haujajua kunyenyekea kuinue. Anasema anayejinyenyekesha atakwezwa. Umeshindwa kunyenyekea. Umeshindwa kumruhusu Mungu. Umeshindwa kupokea neema iliyokuja ukang'ang'ania giza, ukaiacha nuru. Anasema ndio hukumu. Bwana Yesu apewe sifa. Nikisoma Biblia yangu vizuri, Warumi 8:1. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Warumi 8:1 anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Mstari wa 10. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule uliokuwa katika Kristo Yesu. Yesu amebeba sheria gani? Ya roho wa uzima. Uzima kwenye afya, uzima kwenye elimu ya watoto wako, uzima kwenye uchumi, uzima kwenye ndoa, uzima kwenye mashamba, uzima kwenye mifugo, uzima kwenye usawi. Imefanyaje hiyo sheria ya uzima? Imeniacha, imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Imemwacha huru mbali na sheria gani? Ya dhambi na mauti. Ni moja ya hukumu. Achana na giza. Anasema kuna dhambi, kuna mauti. Soma Ufunuo baba 21:8. Ufunuo 21:8. Neno la Mungu nasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote sehemu yao. Sikiliza, sehemu yao ni sehemu gani? Sehemu yao ni katika lile ziwa na kiberiti. Hebu nisaidie kuwatajia hivyo vitu pole pole kwa sauti wasikie. Anasema bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji wazinzi. Ngoja kidogo mtumishi. Kuna mtu anasema wauaji, anasema sijawahi kumuua mtoto wa mtu, sijawahi kumsema jirani yako akavunjika moyo kwa sababu ya maneno ya kinywa chako. Umewahi kusababisha mtu akalia moyo wake ukavuja damu kwa sababu yako. Huo ni uuaji. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mtumishi. Na wauaji na wazinzi
wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu. Unaabudu mume wako, usiende kanisani unamsikiliza. Unaabudu mali, unaabudu sanamu. Unaabudu pesa, unaabudu sanamu. Unaabudu chakula, ukiwa na chakula tu unaanza kujiinua. Muda mzima unajua umepata kitu chakula. Bwana apewe sifa. Unaabudu vitu, unaabudu sanamu. Na waongo wote. Sehemu yenu katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Aongelei kibeseni cha maji, aongelei mto, aongelei sijui mnaziwa, sijui mnakabwa, mnabwata. Bwana Yesu asifiwe. Aongelei bwawa, aongelei maji yalokusanyika kama ile. Anaongelea ziwa la moto, anaongelea ziwa la moto. Anasema ni sehemu ya watu wote waliokataa Kristo, waliofuata matendo ya giza. Niambie utapona wapi? Wako kamwili kako tukidumbukiza pale unatoshea, afu imaji umewekwa kwenye ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema sehemu ya watu wakimkataa Kristo, wakafanya matendo ya uovu, ni ziwa la moto la kiberiti. Unaponaje? Unaponaje kwenye hilo ziwa la moto? Ni bora. Ndio maana akasema mwanzo, heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Anajua kwamba unafanya makosa, anajua kwamba una dhambi, lakini heri utakayekubali kusamehewa makosa yako, utakayekubali leo kusitiriwa dhambi zako, utakayekubali leo kusamehewa dhambi zako. Anasema unaheri kwa maana nikakwambia heri wewe ambaye Mungu amekufungua miguu umekuja kwenye mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Warumi 9:13 tumalize. Kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimchukia. Amempenda Yakobo. Nikwambia Mungu amekupenda mtoto. Mungu amekupenda mama. Mungu amekupenda baba. Mungu amekupenda kaka huko nyuma. Mungu amekupenda Kristo. Mungu amekupenda ulioko kwenye mkutano. Hata kama ni mtoto, Mungu amekupenda. Bwana Yesu asifiwe. Alisema Matendo ya Mitume 9:13. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatendea watakatifu wako Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia habari za nani leo mahali hapa? Tumesikia habari za Yesu Kristo. Tumesikia habari za huyu Mungu. Tumesikia habari ya huyu Yesu ambaye leo ameleta wokovu nyumbani mwako, ambaye leo amekupenda upendo ambao mwanadamu hawezi akakusitiri kama Yesu alivyokusitiri. Laiti ungekuwa unafanya dhambi, inaandikwa kwenye paji la uso, inahakika hakuna mtu angetoka nje, lakini amekusitiri na dhambi zako, amekusitiri na uchawi wako, amekusitiri na uongo wako, amekusitiri na ulevi wako. Mtu yule ambaye Bwana leo ameingia kwake na amekubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hapa tusimame kwa miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba nisaidie kuweka mikono juu mtu wa Tura. Ninaomba majeshi, kama kuna mtu yuko kule nyuma, msogezeni tu huko. Alafu ninaomba kwa mmoja wetu pige hatua tu, wote tusogee hapa. Tusogee hapa. Wote, hata kama
ni mtoto, sogeeni wote hapa. Ni kijana, sogea hapa. Majeshi, tusaidiane kusogeza watu. Tusaidia wote, asiwepo wakubaki huko nyuma. Tutafanya ibada ya maombi kwa pamoja. Ninaomba kama kuna mtu wa Tura yeyote ile, hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote ila kwa huyu Yesu wa Nazareti, ila kwa huyu Mungu aliyetupenda, ila kwa huyu Mungu anayekujua, anakujua moyo wako, anajua mpaka mawazo unayowaza, anajua utaishi vipi leo, anajua kesho wewe ni mtu wa namna gani, anajua maisha yako kuliko chochote. Naomba tusogee. Ukifika mbele, afumba macho yako, inua mikono yako juu. Ninatamani usiniangalie hata mimi ninaikuhubiria, maana sina mbingu ya kukuweka. Siku ya hukumu kila mtu ni mhukumiwa. Usimwangalie hata mchungaji wa kanisa lako, maana siku ya mwisho kila mtu atajibu mashitaka yake mwenyewe. Usimwangalie hata mume wako anasema nini, usimwangalie hata watoto wako. Tazama mzigo uliobeba, maana anasema nitukeni mimi fadhaa zenu zote. Neno la Mungu linasema tubuni basi mrejee, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwenu. Unapotubu hauokoki na kuitwa tu Mkristo, hapana, lakini ipo nyakati inakuja kwako ya kuburudishwa. Inawezekana umelia muda mrefu, wakati wa kucheka ni sasa. Inawezekana umeteseka kwenye ndoa muda mrefu, wakati wa kukombolewa ni sasa. Inawezekana watoto wako wamekutesa muda mrefu, wakati wa ukombozi ni sasa. Ila kwa kutubu na kurejea. Nisaidie kuvuta picha, nisaidie kufikiria Yesu. Fikiria alivyoteseka msalabani, fikiria alivyopigwa misumari bila sababu, fikiria alivyosoma mkuki mavuni, fikiria alivyopigwa mijeledi. Hebu nisaidie kufikiria Yesu, alafu kubali kutengeneza naye. Tukubali Yesu aingie kwetu. Usitwe Wakristo China, usibaki kuwa mpagani, usibaki kuchekwa, usibaki kuwa mtu wa kudharaulika. Waliofanikiwa hakuna aliyepata mbinguni akamwomba Mungu mali. Wote wamefanikiwa wakiwa hapa, wote wamepambana wakiwa hapa. Kwa nini sio wewe? Ninaomba kama unatamani kumpa huyu Yesu maisha, anasema kitu ni kimoja tu, tubuni mrejee, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Ninakuhakikishia mtu wa Tura, Yesu alipoingia kwa Lazaro hakuwa mtu wa kawaida. Yule mwanamke alipokimbilia Yesu hakubaki kuwa mtu wa kawaida. Unapotubu na kurejea, anasema kwenye Isaya 43 mstari wa 25, mimi Bwana ndiye niyafutaye makosa yako yote na nisiyakumbuke tena. Kwa ajili yangu mwenyewe atafuta makosa yako, na anasema asikumbuke tena. Hata kama wewe ni mzinzi, akuhesabu kama mzinzi, anakuhesabu kama mtoto wake. Leo ukimpa maisha kwako, anakutengeneza, anakusimamisha. Watu watabaki na historia ya zamani, lakini umepiga hatua wewe, uko mbali nao, umewacha nyuma sana, hawatakukuta. Inua mikono yako juu zaidi, hebu nyoosha juu kabisa. Alafu kama unatamani kumpa huyu Yesu maisha, anasema hukumu ni hii hapa. Watu wakapenda giza kuliko kupenda nuru. Sasa unang'ang'ania giza. Sisi ambao unatamani kubaki kwenye giza, maisha yako yanabaki kwenye giza. Anayetamani kumpa huyu Yesu maisha yake, aeke mkono mmoja, afu mmoja ashushe.
Fumba macho mama, usimwangalie mtu. Unaweza ukamwona mtu ambaye unamwogopaga, labda anakudai, ukaogopa kuokoka. Lakini Yesu ana upendo, anasamehe, ana rehema. Angalia madhaifu yako, angalia uliposhindwa, angalia ulipoteleza, angalia ulipoumizwa. Ila anatamani leo akuponye majeraha ya moyo wako. Anatamani leo uwe kiumbe kipya. Tupige hatua moja mbele. Tuliweka mikono juu, tupige hatua moja hapo mbele. Basi nikaribisha mchungaji wa mahali hapa kwa ajili ya kuongoza sana hapo. Karibu. Ninaomba ukiri kwa ujasiri. Unapotoka hii mkutano, tuna siku 3, zimebaki 2. Mwambie Mungu, watu watabaki walivyo, lakini mimi na uzao wangu nisibaki jinsi nilivyo. Ninakupokea, unibadilishie historia niliyokuwa nayo. Ninakupokea Yesu. Kiri maneno kwa ujasiri. Pokea Yesu mama, pokea Yesu baba, pokea kubadilisha. Ukiwa umefunika macho yako, ukiwa umeinua mkono wako juu, akili kwa kinywa chako wewe mwenyewe ya kwamba kuanzia sasa nayabadilisha maisha yangu nikafanyike kuwa kiumbe kipya. Kiri kwa kinywa chako wewe mwenyewe. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Nakuja mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Mimi mwenye hatia. Bwana Yesu. Nimesikia sauti yako ikinena na nafsi yangu. Nami nimejua ya kwamba dhambi zangu nazileta mbele zako. Pale msalabani uliyekufa kwa ajili yangu, uliyekufa kwa ajili ya maovu yangu. Nami ninakuja kwako Bwana. Nimegundua ya kwamba niliishi katika dhambi tena kwa muda mrefu, lakini nimegundua ya kwamba kwako kuna uzima tele. Na sasa Bwana, ninasogea kwako, unipokee, uyafute makosa yangu, usikumbuke dhambi zangu, usikumbuke hatia zangu. Naomba unisafishe tena kwa damu yako yenye thamani. Nami nimesikia, nami nimekubali, nikakutumikia wewe kwa moyo wangu wote, kwa akili zangu zote, kwa nguvu zangu zote. Siko tayari kurudi tena, lakini ninahitaji nisonge mbele. Baba, ukanitumie kama upendavyo mwenyewe. Ninaamini na kubali ya kwamba Bwana, hatia zangu zote uliweka pale msalabani, ukanisafisha, nimekuwa mweupe. Naomba unitakase, naomba unitakase, naomba unitakase, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda. Naomba Mungu wangu, niwe kifuani mwako katika maisha yangu yote, nikakutumikia kwa uaminifu. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, kwa sababu uko tayari kunisamehe. Sasa tutakwenda kuomba pamoja kwa ajili ya kuomba rehema, na hata wale walio na shida na matatizo na magonjwa, naomba Mungu akapate kuwapungua katika maisha yao. Naomba waombaji tuzunguke mbele ya watumishi wa Mungu. Wale waombaji naomba sasa